إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa chaneli yetu, leo tunakwenda kuangalia ndoto. Na ndoto ambazo leo tunakwenda kuziangalia, asilimia kubwa watu wengi udhani kwamba hizi ni ndoto mbaya mtu akiziota. Yani sisi asilimia kubwa mtu akiota ndoto hizi huwa tunahisi kwamba ameota ndoto mbaya sana. Lakini wallahi ladhim, ndoto hizi tafsiri yake ni nzuri na wala sio mbaya. Lakini kwa mtazamo wa kawaida ukiziona kama ni mbaya, lakini kwa mizania tafsiri ya ndoto hizi sio mbaya. Na marejeo yetu tunasema siku zote ni kitabu kinaitwa Tafsirul Ahlam cha Muhammadu ibn Sirin. Kwa hiyo yote mwenye kuzihitaji, basi kama atapata kitabu hicho cha Tafsirul Ahlam cha Muhammadu ibn Sirin, basi anaweza akaziona, akapitia na akaona tafsiri ambazo sasa tunazopita nazo katika chaneli yetu hii. Kuna mtu mmoja siku moja akaniuliza, bwana, hicho kitabu ni kimeandikwa Kiswahili? Hapana, hicho kitabu hakijaandikwa Kiswahili, kimeandikwa Kiarabu. Kuna mtu aliniuliza swali kama hilo. Kwa hiyo kitabu hicho ndio marejeo yetu na ndio tunapita katika tafsiri hizo za ndoto. Leo tunakwenda kuangalia ndoto ambazo za maiti, mtu kuota maiti, kuota mtu aliyekufa. Nini tafsiri yake? Na wengi tunahisi kwamba mtu akiota wafu basi tafsiri yake ni mbaya na maana yake ni mbaya. Twende leo tukaziangalia takriban ndoto nne tu tukaziangalia siku ya leo. Ya kwanza ni hii: mtu akilala usiku alafu akamuota maiti, yani mtu aliyekufa, lakini wa in a'tahu, maiti huyo alipomuota sema man raa mayita a'ta'u shay'in min mahbubu dunya. Man raa mayitan a'ta'u shay'un min mahbubu dunya. Yeyote mwenye kulala kisha akaota maiti amekupa kitu, lakini kile kitu ambacho yeye amekupa ni kitu ambacho kinapendwa sana duniani. Yani umelala ukaota maiti anakupa kitu, lakini kile kitu kinapendwa sana duniani. Nini maana yake na nini tafsiri yake? Fahuwa khairan yanaluhu min haythu la yarju. Mtu mwenye kuota ndoto hiyo, basi mtu huyo atapata kheri na neema nyingi katika njia ambazo yeye mwenyewe wala hakutegemea. Ukilala kisha ukaota maiti amekupa kitu chochote, lakini kitu hicho ni miongoni katika vitu ambavyo vinapendwa duniani, mfano fedha na mifano mingine kadhalika, basi tafsiri yake mtu huyo atapata neema, atapata kheri tena kwa njia ambayo asiyoitarajia. Hiyo ni ya kwanza, ndoto ya kwanza tunakwenda kuiangalia siku ya leo. Fa in a'tahu qamisa jadida, lakini kama utakuwa umelala alafu ukaota maiti anakupa kanzu mpya au anakupa shati jipya au anakupa nguo mpya, fa innahu yanalu ma'ishatan, basi huyu aliyeota ndoto hiyo atapata maisha mazuri. Yani umelala kisha ukaota maiti anakupa nguo mpya au anakupa kanzu mpya au anakupa shati jipya, basi mtu huyo atapata maisha mazuri. Na ndio maana wanasema siku zote kama kuna mtu anaota hizi ndoto alafu haya mazuri anakuwa hayaoni katika baada kuota, basi kuna vitu lazima afanye sana dua za daful bala, za kuondosha mabala. Huenda mtu huyu akawa na vizuizi vya kichawi au ana vizuizi vya kishetani ambavyo vinakwenda kumzuia asipate yale mafanikio ambayo yeye anayotarajia. Kwa hiyo kuna uwezekano mtu akaziota hizi afu mafanikio yale asiyaone. Kwa hiyo tunazungumza mapema ili kama kuna mtu anamtokea mambo kama haya lakini yale mazuri hayaoni, basi ajichunguze, huenda pengine akawa na vizuizi vya kishetani vinazozuia asipate haya mafanikio. Nyingine, wa in a'tahu tarasana, lakini kama atakuwa mtu huyu amelala kisha tairasana
amelala mtu huyo kisha akaota maiti amekupa kofia, yani umelala ukaota maiti amekupa kofia, na kofia mara nyingi inavaliwa kichwani. Fa innahu yusibu jaha, basi huyo muotaji atapata cheo. Kama utakuwa umeota umepewa kofia na maiti, au mfano mwanamke amepewa kilemba na maiti, basi mtu huyo atapata cheo. Bimaana kama utaota hii ndoto, zidisha sana dua, inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanyie wepesi katika ndoto zako hizo ambazo kwamba wewe unaziota biidhnillah Ta'ala. Nyingine, fa in a'tahu ta'ama, na kama utakuwa umelala kisha ukaota maiti anakupa chakula, umelala ukaota maiti anakupa chakula, fa innahu yusibu rizqan sharifan min haythu la yahtasib, basi huyo aliota ndoto hiyo atapata riziki tena kwa njia ambayo wala hakuitarajia. Umelala ukaota maiti anakupa chakula, basi mtu huyo atapata riziki katika njia ambayo mwenyewe wala hakuitarajia, katika njia ambayo wala hukuitarajia. Hii ndiyo tafsiri yake kwa mtu ambaye amelala kisha akaota maiti anakupa riziki. Maiti anakupa nini? Anakupa chakula. Kiota hiyo basi maana yake ndio hiyo. Nyingine nasema man raa kaannahu yukallimu mayitan, yoyote mwenye kulala kisha akaota anazungumza na maiti, yani umelala alafu kamuota maiti, aidha unamjua au sio mjua, lakini ni mtu aliyekufa, alafu unazungumza naye katika ndoto, asha tawila, basi mtu huyo atapata maisha marefu. Yani ukiota unazungumza na maiti, mazungumzo ya aina yoyote, lakini ukiota ndoto kama hii, basi mtu huyo atapata maisha yaliyokuwa marefu. Ukiota hizi inshallah zidisha sana ibada, zidisha sana tauba inshallah, na mrejee sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo vile vile ni ndoto ya kuota mtu anaota maiti. Inshallah nitakuja katika sehemu nyingine sasa kuzieleza zile ambazo ukiota maiti na kusemesha vipi, ukiota maiti vipi, ambazo hizo zinaingia katika ubaya. Inshallah basi tutakuja kuzieleza katika sehemu itakayofuata baada ya darasa hili. Na imani kwa haya machache kwa leo umeyakamata, basi inshallah kama una comment yoyote unaweza kaacha comment yako hapo chini, lakini usisahau kulike video zetu na kushare kwa watu wengine, ili ujumbe huu usiishie kwako, waweze kupata na watu wengine ujumbe huu. Itakuwa ni bora zaidi biidhnillah Ta'ala. Kwa leo tuishi hapa inshallah, tukutane kipindi kijacho na katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua. Lakini vile vile usiache kutembelea katika peji zetu za mitandao ya kijamii mbalimbali, ikiwemo hapa katika YouTube biidhnillah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.